الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقول الله به الهوائج وتنار به الرغائب وخصوصا خواتم الصلاة الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ما تنفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hadhirina, tunakutana tena katika nafasi nyingine katika hali ya kuhusiana mema na kukatazana mabaya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadhirina, tumo katika mwezi ambao kwamba ni mwezi wa malipo, mwezi wa machumo. Tunaendelea kukumbushana, tufadhakiri, hakika ukumbusho utawafaa wale wenye kuamini. Na nina imani kabisa kana kwamba mimi na wewe ni mwanadamu na ni wanadamu ambao tumeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatukuumbwa tu ili tuje tukae tu duniani pasi nalikuwa na faida yote na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunahitaji Allah tutengenezee mambo yetu, na sisi pia Allah anahitaji na sisi tumfanyie yale ambayo kwamba ametuagiza tuyafanye. Sasa vipi wewe unataka ufanyiwe mazuri lakini wewe kumfanyia uzuri mwenzako hutaki? Mwenyezi Mungu amekuagiza wewe, amekuamuru wewe kuyafanya yale anayoyataka yeye. Lakini leo hii yale anayoyataka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe hutaki kuyafanya, lakini hapo hapo una shida unataka ya kwako wewe akutengenezee yeye. Hebu tazama mtihani huu. Wewe mwanadamu una shida. Na shida yako wewe unataka akutengenezee na akusaidia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yale anayoyataka yeye wewe uyafanye miongoni mwa amri zake wewe hutaki kuyafanya. Si mfanyaji wa ibada wewe, si mtoaji wa zaka wewe, si mtu mwenye maneno mazuri kwa watu wewe. Sasa vipi wewe unataka wewe Allah akufanyia, akutengenezee mambo yako, akurehemee wazazi wako, lakini wewe mwenyewe kuomba rehema, wewe mwenyewe kuomba tauba, wewe mwenyewe kuyafanya yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameagiza na anayaridhia hauyafanyi. Basi tuzinduke katika usingizi, tuamkeni ndugu zangu subhanini, basi tuyafanye yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitajia sisi tuyafanye. Tufanye yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza, na tuyawache yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza kwayo. Hebu tazama, leo hii mwezi mtukufu unaingia, mwezi wa Ramadhani, ndani ya mfungo, lakini asiye katika imani ya Uislamu ana uhofu na kuogopa. Lakini wewe uliokopo ndani ya imani yako ya dini yako ya Uislamu, wewe mwenyewe mwezi huu wala huogopi. Leo hii wako mvimada ambao wanafuatwa na baadhi ya watu, anakuambia mimi na uhofia, naogopa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo usinifuate bwana wewe. Subiri mwezi uishe, mimi sitaki kubeba madhambi bwana. Hana Uislamu huyo. Hayuko kwenye imani yako. Lakini wewe ambaye kwamba uko kwenye imani yako, wewe ambaye kwamba mwezi huu unakuhusu, hauna habari. Wewe ambaye kwamba mwezi huu ndio mwezi kwako wa kuleta istighfari na kuomba Mwenyezi Mungu akusamee, akunusuru. Kama huna mke basi muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala huu mwezi usiishe, mimi nimepata mke mwema na mimi niweze kutulia na nifanye ibada kwa kutulia. Sina utajiri, sina mali, Mwenyezi Mungu nijalie mwezi usiishe pasi nalikuwa mimi sijapata na ulihitajia. Basi yafanye ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anaridhia, naye atakutengenezea kwako. Lakini leo hii mtu anaambia bana wewe msitaki unitie dhambi, mwezi huu sitaki uje, lakini bado anaenda. Mwenye mwezi wake hana kumbukumbu nao, mwenye mwezi wake hana hidayah nao, mwenye mwezi wake hana hofu nao. Jamani, hata imani kama hatuna, lakini hata hofu na Mungu tunaikosa. Ndani ya mwezi huu mtu anakuambia wewe kwamba bwana sitaki unitie dhambi, lakini wewe mwenyewe mwenye mwezi wako haujui. Hakuna shida. Kwani nini? Kila mtu si ana
unaleta maneno ya kukilibu tu mbali ukimbie, au ukamilishe unalohitaji la kwako, alafu sasa hiyo unarudi unalilia, unanyanyua mikono juu unamwambia Mwenyezi Mungu, naomba unikidhie kadha, naomba unitajie kadha, naomba unisaidie kadha, lakini yeye anayoyaridhia, anayoyataka wewe umfanye huyafanye. Sasa tuzinduke, tuamke usingizini ndugu zanguni. Tujue kabisa kana kwamba haya maisha ya dunia ni yenye kupita, ahera ni yenye kubakia. Tujue kabisa kwamba hapa katika dunia hii ndugu zangu tuishi kana kwamba ni wageni au wapita njia. Kwa hiyo wewe unaolifanya leo, hebu lifanye kana kwamba leo ndio mara yako ya mwisho. Unakwenda kukutwa na malakul mauti. Kwa hiyo jiandae, yani ishi katika maisha ya kujiandaa muda na saa yote. Unaweza kujiliwa na malakul mauti, ukamwambia Mwenyezi Mungu, hebu nipe walau dakika moja nikarukuu, nipe dakika moja nikatoe zaka, nipe dakika moja nikasema na watu vizuri. Mimi nilikuwa ni mtu wa kauli nzuri, maneno machafu, nikatakase kinywa changu kwa watu. Muda huo utakuwa umechelewa. Kwa hiyo hebu fanya leo. Linaweza kubadilika leo, hebu jibadilishe. Unaweza kufanya katika hali ya utaratibu kwamba Allah akuridhie, basi hebu fanya leo ili Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie kesho yako, mwisho wako ukaweze kuwa mzuri. Mwenye kutaka mwisho mzuri anautengeneza mwenyewe, na mwenye kutaka mwisho mbaya anautengeneza mwenyewe. Kwa hivyo mimi na wewe tujipinde sasa katika nyakati hizi kuweza kufanya mambo ambayo kwamba yanamridhia Allah. Allah atupende. Lakini ukichukiwa na Mwenyezi Mungu, ndugu yangu, kwenye maisha yako hata ungekuwa tajiri, hata ungekuwa na mali kiasi gani, hizo mali zako itakuwa ni bure. Lakini ukipendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna baya litakalokukuta wewe isipokuwa Allah ameridhia. Wewe ukiwa rafiki na Mwenyezi Mungu, mengi yatakuepuka mabaya. Lakini ukiwa adui wa Mwenyezi Mungu, basi wewe mitihani na adhabu za Mwenyezi Mungu huziwezi. Huwezi ama zuri isipokuwa kwa huruma za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hebu jinasibishe, tuliveshe vazi la ucha Mungu. Maana mwezi huu ni mwezi ambao kwamba unamletea mtu kupata afya, lakini kumtia katika vazi la ucha Mungu. Kupata ucha Mungu. Ucha Mungu ni nini? Tujikuta kana kwamba sisi tunakaa katika mipaka, tunakaa katika amri zake, tunakaa katika hofu. Yale tuliyoyakatazwa tuyaweke kando, yale tuliyoamrisha basi tuyaendee. Lakini leo tunafanya vice versa. Yale ambayo kwamba tumeamrishwa tuyafanye, hatuyafanye. Lakini yale kwamba tuliyoyakatazwa ndiyo tunayoyakimbilia tena kwa pupa. Hebu tazama wanadamu jinsi walivyo. Na umri wetu umepewa kuwa ni mfupi, lakini bado hatukumbuki. Tuzinduke ndugu zanguni. Maisha ya dunia ni yenye kupita, akhera ni yenye kubakia. Fanya maisha yako unayoyafanya leo kana kwamba hutokuja kukutana na siku. Fanya wema unaofanya leo kwa yakini na kwa utulivu, kana kwamba hutokuja kukutana na wema mwingine tena utakaoweza kuufanya. Wala usifanye kwa ajili wapendeze watu tu kwa sababu natoa zaka ili watu wanione na mimi natoa zaka. Usifanye kutoa zaka usema ili mradi tu watu wanione na mimi ni mtoaji sadaka. Usiswali kwamba ngoja niwapendeze tu watu na mimi naenda msikitini, lakini unaenda msikitini una yako. Unaenda kwenye nyumba za ibada umebebelea mabadilika. Kwamba ibada ni chombo chenye kumbadilisha mwanadamu kutoka katika kuachana na maasi na kusema katika mambo mema. Wabillahi taufiki wa hadha, salamu alaykum wa ra'afu wa minkum wa minkuna insha Allah.